Okay, hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Bado burudani iko katika mikono salama zaidi. Hii hapa sound ya Mgoja Sony, sound ya Falo DJ. Mimi natokea DC Production Jumba burudani. Na sasa tuko na episode ya 22 tu baada ya kutamba na episode ya 21. Kumbuka chuma inakwenda kwa jina la Bona Peti, Your Majesty. Na hii hapa ni sound ya Mgoja Sony, sound ya babao, sound ya kakao. Basi tukiwa tunaelekea mwishoni mwa picha ambayo tulikuwa nayo takriban ndani ya wiki 3 za nyuma hivyo. Lakini pia nilisahau sana kuwapa kongole mashabiki zangu nguvu zaidi kutoka Bujumbura pale, wakali kutoka Kongo Kinshasa. Lakini pia kuna wajuba kutoka Oman, na nyinyi mnapita sana na kazi zangu. Ila sasa big respect pale Homeland Tanzania. Wanasema Tanzania no. Kwa support kubwa ambayo nazidi kuipata na nipa nguvu ya kuzidi kusogeza mawe zaidi. Hii hapa tupo katika episode kabisa 21. Lakini sasa tubakiza episode chache tu tumalize. Kama tutakuwa tuna speed nzuri, nafikiria tarehe 28 mizigo itakuwa imefika final zaidi. Hebu tuunganishe pale ambapo tulishia katika episode iliyopita juu ya binti kujikuta ameingia katika gereza kwa kosa la kuonekana alikuwa na lengo la kuhitaji kumwangamiza Grand Prince. Okay, basi wajomba alikuwa anateta sana ya nini wanachohitaji kufanya kwa wakati huu. Lakini mfalme alitoa kitu kimoja tu. Anasema mimi na mashaka na kitu kimoja. Nahitaji kujua nani ambaye aliweza kukutana na huyo Prince baada ya kuachana na mimi. Anaweza akawa kuna jambo ambalo alitenda. Kwa anamtafuta mnyabumbu ambaye alikutana na Charlie baada ya kutoka kupiga diko. Hii sasa upande pili kwa binti anapitia wakati mgumu zaidi. Hii sasa mtaalamu naye anahangaika kufanya uchunguzi tu ili aweze kumweka binti katika hali ya usawa zaidi. Sasa vipi fula kwa wapishi ambao wamesalia? Ni majonzi tu anamkumbuka. Lakini pia upande pili kwa mama anaumia sana, bila kumsahau anamuita Grandma Queen Doage, naye anashangaa sana. Basi waliweza kufika mtu wa vipimo, mtu wa mambo ya matibabu katika jumba la kifalme. Alihitaji kupima vile vyakula ambavyo vitengeneza muunganiko wa chakula ili kujua kama vilikuwa na masalia na kitu ambacho kingeweza kusababisha kizaazaa zaidi. Lakini pia kijana ambaye anafanya kazi pembeni sana na mfalme anasema hata hivyo mkuu hakuweza kugundua kitu chochote ambacho kina muunganiko wa sumu katika vile vyakula vyote ambavyo alivikagua. Ilikuwa ni vyema kama ungefika department makao makuu kitengo kwa mama Queen Doage kwenda kuangalia nini ambacho kinaendelea kwa mdogo wake. Baze King aliweza kutia maguu. Asa basi nafikiria dogo anaendeleaje kwa wakati huu. Asa bado tunahangaika kutafuta dawa kuweza kumtibia. Lakini nini ambacho kimekuleta kaka mkubwa? Asema kutokana na ripoti ya daktari hakuna chembe za kitu ambacho kinapatikana kwenye mlo ambao aliweza kula kwamba tukiliweza kumletea shida Prince Jim Yong. Hivyo umefanya makosa tu kwa kutoa maamuzi haraka. Hata hivyo daktari pia ithibitisha lile jambo kwamba hakuna muunganiko wa chakula alichokula na hiki ambacho kimemkuta bwana mdogo. Wasa nini cha kuweza kublame kwa wakati huu? Hii sasa kulikuwa na mizigo ya dawa ambayo iletwa na kaka mkubwa ambaye anafahamika kwa jina la Prince Jan. Mamba baada ya kuangalia vitita vya dawa alipata mashaka sana. Anasema nahitaji kuchukua sample hizi dawa, kuna jambo nahitaji kwenda kulifanyia. Basi haina shida, fanya kadri upendavyo. King aliweza kubeba zile dawa baadhi tu. Anasema na mashaka kuna kitu kinaweza akawa hakiko sawa ndani hiki ambacho kipo. Anasema nafikiria kwamba Grand Prince Jason anaweza akawa na kitu cha kufanya hilo jambo. Na sababu nini mpaka afanye kitu kama hiki? Who knows? Anasema kwa wakati mwingine hayo maneno unavyotoa katika kinywa chako wanatakiwa ufikirie sana, kwa sababu kuna wakati utakuja kufanya makosa zaidi haya. Basi mpaka mama aliweza kujikuta anaumia kichwa tu. Kuonekana ni kuwa mtu wa kukurupuka pasipokuwa na ushahidi wa mambo mengi zaidi. Lakini akiwa katika hali hiyo
ya wenge likiwa limemtanda zaidi. Anasikia kuna ujio wa mtu anaingia. Anasema nimetumwa kuja kuchukua funguo ambazo zinatakiwa zifike katika eneo ambalo umemfunga ule bibie. Hii ni oda kutoka kwa Queen Doyage, yani Grandma. Basi mfalme akiwa anarejea baada ya kutoka kule, Nuchi Yuen anadai kwamba anazidi kumwangalia binti tu na kila kitu anaamini kitakuwa sawa. Haya asema nakumbuka hata mara kwanza ambavyo ulimleta, ulisema muandalia sehemu ya kwenda kumfanya jisikie bomba zaidi. Hii ilimkela sana Charlie. Hii sasa Charlie anajiuliza kwa namna hii utawezaje kumsaidia binti kuweza kutoka katika kesi nzito kama hii. Lakini binti anasema Manglok Buku ndio kitu ambayo inaweza kumrudisha maomu, wangepata ingekuwa sawa zaidi. Haikuchukua muda sasa, anambia Queen Doyage aliweza kufika tu sehemu ambayo binti ameweza kufungiwa. Anasema najua watu wengi sana watakuwa wanajisikia vibaya. Anasema nahitaji unipe majibu. Ni kweli uliweza kujaribu kumuua Grand Prince? Nipe majibu tu ya jua ambacho nakuuliza. Anasema na kama ulifanya kitu kama hiki, oda uliitoa wapi? Lakini kama ukuweza kufanya kitu kama hiki, hii itakuja kutengeneza taarifa mbaya sana kwa upande wako. Lakini pia hakikisha unatafuta namna ya kuweza kuprove kwamba ile jambo haukulifanya kwa namna hiyo ambayo inafikirika. Kwa sababu tofauti na hapo utakuja kumpoza the king. Basi binti asema kitu kimoja tu, kama ataweza kuachiwa, yeye ataweza kuwapatia ushahidi wa nani ambaye yuko nyuma ili jaramba ili likizaza zaidi. Anabira kupatia siku 3 tu ufanye uchunguzi wako uweze kupata majibu juu ya kila ambacho kimekitokea. Anasema hakika Grandma. Sasa kwa upande wa pili leo ndugu zake wakiwa ana huzuni sana, mara ghafla binti aliweza kurejea. Kila mtu alikuwa amefurahi sana. Yaani wote walikuwa ni watu ambao wamemiss kinyama zaidi. Aisa the King yuko katika kupekua yale madawa ya Prince Jason. Na wasiwasi sana na haya madawa. Kuna kitu ambacho amekihisi tu. Sasa anaandika haya madawa. Lakini akiwa hapa anasikia kama kuna mtu anagonga. Ile kutoka kuchungulia, ndio akamwona binti hiyo. Ilikuwa ni ngumu kujizuia baba. Kumbatia tu. Anambia ni mali yangu. Na hata hivyo bado sijaichapa. Anasema lakini kuna kitu ambacho niliambiwa na mama, yani bibi, kama mbali kidogo na mimi kwa sababu inaweza ikaja ikaleta utofauti sana na kuleta skendo ambayo itakuwa mbaya zaidi. Mama akasema kwa saizi who care, mimi sina habari hiyo. Kamshenyenda kidogo binti. Anambia basi wewe ni mtu ambaye muhimu sana, ndio maana nimeweza kucheza na hiyo midomo yako po. Kwa hiyo ni kama bahati pekee zaidi. Hivyo binti alihitaji kumletea diko kidogo the King aweze kujisikia kidogo nafuu kutokana na hali ya upweke zaidi. Basi mnyama aliweza kupiga diko namna hiyo. Anasema Kukio, natamani japo hata kwa mara moja niweze kupata mlo na wewe. Lakini binti alimwambia kwamba naona kama nitakuwa navuka mipaka. Anasema sio kwa hivyo. Wewe shiriki nami mlo kwa siku ya leo tu, nami niweze kujisikia bomba zaidi. Basi baada ya kumuuliza namna gani aliweza kutoka, anasema ni Queen Doyage ndo alinitoa. Hakuna kitu ambacho tunatakiwa tushirikiane ili kuhakikisha tunamaliza mchezo. Lakini ndani ya siku 3 tuweze kupata ushahidi wa nani ambaye amesababisha kizaazaa zaidi. Hiyo ndio itakuwa salama yangu kwa kile ambacho kilikuwa kinatakiwa kinikumbe zaidi. Hiyo hapo katika episodi safi kabisa ya 22. Tukutane katika episodi ya 23 kupata majibu mambo mengi sana ambayo yamejificha. Hii hapa sound ya Mgojesoni, sound ya Falu DJ. Kama dawa kama kawaida. Tatisha sana kwa kulike, comment, kushare, kusubscribe. Mambo yazidi kwenda zaidi. Kamsamida.